nimesema naitwa Mohamed Juma, jina la kazi naitwa Majengo Nyuki. Na lengo kubwa, mimi ni mfugaji wa nyuki wa asili. Tunafanya kazi kama timu, kama grupu, lakini ndo mwanzilishi na ni mkufunzi wa kikundi cha Ibohi. Kwa hiyo tumeenda zaidi kidogo, tumeingia kwenye mfumo wa Apitherapy Clinic ambayo inashughulika sana na mambo ya matibabu ya binadamu kwa kutumia mdudu nyuki na mazao ya nyuki yaliyoongezewa thamani. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba watu wanajitibu katika vitu ambavyo vinawezekana kuliko kujiingiza katika chemicals zingine ambazo sio rafiki. Kwa mfano, kila dawa zina expire date, si ndio hivyo? Zile ambazo zimefanya kwamba ili na zile chemical ndo zinakaa pale. Lakini lengo kubwa, sisi tunatoa huduma ya matibabu kwa mifumo minne. Mfumo wa kwanza, mfumo wa damu, mfumo wa uzazi, mfumo wa chakula na mfumo wa akili. Kwenye mfumo wa damu tunafanyaje? Tunachomesha nyuki kwenye mshipa mkubwa wa damu kwa ajili ya kuhakikisha kutoa sumu ambayo iko kwenye mfumo wa damu ya mwanadamu. Kwa natafuta mshipa na choma pale. Ile sumu ya nyuki ndio yenye uwezo wa kuua kila aina ya bakteria, virus na fangasi zote ambazo ziko kwenye damu ya mwanadamu ambazo sio rafiki. Pamoja na kuua kule, inahuisha kinga za mwili ambazo zimedormant. Kwa maana kama seli zimezimia, zinahuishwa na kutoa baadhi ya sumu ambayo iko kwenye kwenye mwili. Lakini mbali na hapo, watu wenye changamoto ya stroke, sawa, ganzi, vichomi, wanasema miguu inawaka moto, huko ni seli nyingi zimekufa ambao wanapewa vile vikokoto kwa ajili ya kanyaga ili kuhakikisha kubonyeza ile damu iweze kutembea vizuri. Lakini mbali na pale, katika thamani ya mazao ya nyuki ambayo nimesema kuongezea thamani ya mazao ya nyuki, tuna hili zao la nyuki ambalo linaitwa bee pollen. Kwetu sisi inatambulika kama Ibohi bee pollen, ambayo hii pollen ni chamvua, ni mbegu za kiume za maua ya mimea mbalimbali ambao mdudu nyuki anakusanya na kuweka kwenye miguu yake kuleta ndani ya mzinga kama chanzo cha protini kwa matoto ya nyuki na kutengeneza chakula cha malikia kinachojulikana kama royal gel. Kwa mwanadamu akitumia hii, ina aina ya madini yote, inaongeza thamani kwenye mwili, vitu vyote ambavyo vimepungua thamani kwenye mwili wa mwanadamu, hususan kwenye mfumo wa uzazi. Lakini nafanya kazi kwa rika zote. Kwa watoto wadogo wanakuwa na uwezo mkubwa wa kuhifadhi masomo vizuri shuleni kama nimesema kwenye mfumo wa akili. Kwa hiyo inafanya kazi ya kuweka kumbukumbu vizuri. Lakini kwenye mfumo wa uzazi inatengeneza system kwa upande wa mwanamke wa siku zake ziende vizuri. Lakini mbali na siku zake, kitu cha muhimu ni kutengeneza uteute wa mwanamke uwe mwepesi na uwe mwingi kwenye mfumo wa uzazi. Tunavyojua kwamba ulaji wa sasa hivi umebadilisha mifumo mingi ya uzazi, lakini hii inatengeneza mfumo huo vizuri. Matumbo kuuma tunazungumzia ni chango. Hiyo tunahesabiaga ni mfumo wa chango, ambayo kwenye hiyo chango tumeprocess hii dawa ambayo inaitwa Papaso. Papaso ni mchanganyiko wa vitu 10 ambao ndio vinasaidia kwenye mfumo wa chakula kama nilivyozungumza mwanzo. Mfumo wa chakula na kuondoa baadhi ya malenda ambayo yamekaa kwenye mfumo ambao sio rasmi kwenye mfumo wa chakula. Imetengenezwa na hivyo vitu. Kuna sumu ya nyuki, asali na baadhi ya viungo vingine. Sumu ya nyuki mnaipataje? Sumu ya nyuki tunaivuna sisi. Yaani nyuki kwa mfano aking'ata mtu? Hapana, yaani sisi tuna namna tunavyoandaa. Kuna uvunaji wa kisasa na uvunaji wa kienyeji. Lakini kikubwa tupate nini? Kikubwa tupate ile sumu ya nyuki. Kwa hiyo kuna namna nyingine tunatibia kwenye mfumo wa ngozi kama nilivyosema na ngozi. Kwa hiyo tunatengeneza mafuta kwa kutumia nta ya nyuki, tunachanganya na aloe vera ambayo inalinda ngozi dhidi ya miale ya jua na moto. Unakaa vizuri. Kama sasa. Lakini pia kwenye mfumo huo wa uzazi kuna wanawake wengi sasa wanalalamika, wanasema eti anapata UTI sugu mpaka uchafu unatoka sehemu ya siri na ametafuta njia nyingi ya kujitibia na hajapata nanili. Lakini kuna gundi ya nyuki ambayo ndo suluhisho lake. Kwa hiyo hii gundi ya nyuki anaichukua, tunampa maelekezo namna kwenda kujifukiza. Ule uchafu hautoki tena na atakuwa ameshaua bakteria kwenye mfumo wa uzazi ambao ulikuwa unasumbuliwa na anakaa vizuri na kizazi kinakomaa vizuri. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Tunashauri kwamba uchome nyuki, uongeze immunity kwenye seli za mwili wako
pia uhuishe zile ambazo zilikuwa zinaenda kufa, uwe vizuri.